Mtu wa Mungu, kuna kitu cha kujifunza juu ya ile misalaba mitatu iliyokuwepo pale Golgotha, ambapo misalaba miwili walisulubiwa wale wezi, lakini msalaba mmoja alisulubiwa Yesu Kristo Nazareth. Sasa kuna jambo ambalo limejificha katika hii misalaba, ambayo jambo hilo lipotokea katika kitabu kile cha Mwanzo. Sijui ushawahi kujiuliza ama ushawahi kupasikia kitu, kujifunza kusikia kitu kama hicho, lakini leo nataka nikufafanulie. Yes, ni hivi. Baada ya mateso pale msalabani, mwizi wa kwanza akamwambia Yesu, kama we ni mwana wa Mungu, jiokoe nafsi yako kisha utuokoe na sisi. Lakini yule mwenzake akamwambia, sisi, huyu bwana hakutenda neno lolote, lakini sisi tulistahili adhabu hii, ila huyu hakuistahili ili adhabu. Kwa hivyo akamwambia Yesu maneno haya, akamwambia unikumbuke katika ufalume wako. Maana yake yule bwana aliamini akiwa pale pale msalabani, na wainjilisti wengi sana wanaamini kuna watu watakuja wataokokea hatua zile za mwisho kabisa, yani wataokokea msalabani kama Yesu. Yes, sasa ninakurudisha katika kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya 9. Lakini ikumbukwe tu, baada ya yale maneno Yesu akamwambieje, usiku wa leo utakuwa na mimi peponi. Maana yake aliweza kuipokea neema ya kuingia peponi kupitia Yesu Kristo akiwa pale pale msalabani. Sasa lakini ule mwingine akawa amekataliwa pale pale. Ninakurudisha moja kwa moja katika kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya 9 kuanzia mstari ule wa 17 mpaka wa 20, ambapo tunapata historia ya Nuhu na watoto wake. Sasa kama utakuwa unakumbuka vizuri, Nuhu alikuwa na watoto watatu, ambapo alikuwa ana Hamu, Yafethi pamoja na Shemu. Sasa wakati ambapo Nuhu alilewa sana, Hamu ambapo yeye alikuwa ni baba wa Kanani akaona uchi wa babake, na alipoona akamdhihaki na akacheka. Yes, alipocheka sasa, Nuhu alipotoka katika ule ulevuki wake akamlani. Sasa hakumlani moja kwa moja, lakini ilionyesha kama vile katika uzao wake yeye ulikataliwa. Lakini Shemu yeye alibarikiwa, tena alibarikiwa moja kwa moja, akasema abarikiwe Bwana Mungu wa Shemu. Sasa Yafethi alipokea baraka ya kupanuka, akamwambieje, Mungu nampanulie Yafethi akae katika hema za Shemu. Maana yake kupitia Shemu Yafethi yeye ndo aweze kubarikiwa. Maana yake sasa tunarudi pale msalabani, tunafananisha yule aliyekataliwa, yule mwizi aliyekataliwa ni sawasawa na Kanani, ni sawasawa na Hamu baba wa Kanani. Yes, alafu yule aliyekubaliwa sawasawa na Yesu Kristo ambaye tunamfananisha na Shemu, ambapo Yafethi sasa tunamfananisha na yule mwizi mwingine ambaye kupitia Yesu Kristo na kupitia kuamini kwake yeye Yafethi na yule mwizi wakawa wamepata kibali, lakini kupitia chini ya Shemu. Yes, ulikuwa unalielewa hilo? Hii hauijui. Yes, hosti wako Mfarisayo hapa, mpaka wakati mwingine. Amani ya Yesu Kristo iwe juu yako. Shout out.